The man was abusing me. Yule mwanaume alikuwa akininyanyasa sana. Alikuwa akinitesa kwa kila namna, kimwili, kiakili na hata kihisia pia. Alikuwa akiniambia wazi kabisa kwamba hajisikii hata kidogo kuwa baba. Maneno yake aliniumiza kupita maelezo. Kisha kwa sauti yake ya dharau akaniambia inabidi tutoe hiyo mimba. Baada ya kuniambia hivyo nilihisi kama moyo wangu unakatwa vipande vipande. Muda wote nikawa ni mtu wa kulia tu. Lakini mtoto alipozaliwa alifanana naye kila kitu. Kisha siku moja bila hata kuniambia chochote akaamka tu na kumchukua mtoto. Nilibaki nimesimama dirishani huku nikilia kwa uchungu. Mwanamke huyu alimwamini mume wake kwa moyo wake wote, akamkabidhi mtoto wao na kuhamia Urusi akiwa na ndoto kubwa ya kuwa na familia yenye furaha. Lakini ndoto hiyo haikuwahi kutimia hata siku moja. Kuhamia Urusi hakukumkosti yeye binafsi tu, bali pia kulimgharimu mtoto wake. Alipewa ahadi ya kupatiwa matibabu katika nchi ya Urusi, lakini hakuwahi kupelekwa hospitalini hata mara moja. It was a very painful time for me. Ilikuwa kipindi cha maumivu makali sana kwangu. Nilivunjika moyo sana. Nilijikuta nikilia kila wakati. Nilikuwa nikipambana na maradhi, nikihangaika na msongo wa mawazo, mara kukataliwa na hata upweke uliokithiri. Yote hayo nilikuwa nikipitia kwa wakati mmoja. Kichwa changu kilikuwa kimejaa mawazo sana. Sikuwa nikijisikia vizuri kabisa wakati huo. Na leo yupo hapa kushiriki hadithi yake kwa ulimwengu mzima. Na tutajua ilikuwaje mumewe ambaye alikuwa akimpenda sana kumchukua mtoto na kukimbia naye. Okay, my name is Jerobe Faith. Jina langu ni Jerobe Faith. Nimezaliwa Kwala na pia ndipo ninapoishi. Nilikutana na baba mtoto wangu mwaka 2023. Nilikuwa nikifanya kazi kwenye hoteli moja huko Diani. Siku hiyo nilikuwa nimeenda kununua baadhi ya vitu vyangu supermarket. Ndipo nikakutana naye. Baada ya siku 7 tu tulianza kuzungumza, tukazoeana na hatimaye kuanzisha uhusiano. Baada ya miezi 3 tu ya uhusiano wetu nikapata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito aliniambia niache kazi yangu kwa sababu ya hali yangu. We started a relationship. After 3 months I got pregnant. After getting pregnant he asked me to resign my job. Na alisema hivyo ili kuepusha matatizo ambayo huenda yangeweza kutokea katika mazingira yangu ya kazi kwa sababu nilikuwa mjamzito. Hivyo nililazimika kuacha kazi mara moja. Kisha akapendekeza kwamba inabidi niende kujifungulia Argentina. Mimi sikuwa na la kusema, nilikubali tu. Wakati huo nilikuwa nikitafuta nyaraka zangu za kusafiri, lakini hizo document zikachelewa sana kupatikana, na ilikuwa ni pamoja na pasipoti yangu pia. Tulijaribu kila namna ili mchakato uweze kufanyika kwa haraka zaidi, lakini ilishindikana. Tulijaribu hata kufosi kwa watu ambao wangeweza kutusaidia kupata vibali, lakini pia hatukufanikiwa. It was not successful. So we had to Babake Maya ambaye ndo huyo baba mtoto wangu alilazimika kuniambia kwamba yeye inabidi aende Hispania kwa sababu visa yake ilikuwa imeisha. Na mbaya zaidi ghafla akaniambia kwamba hajisikii tena kuwa baba. Kisha akanieleza kwamba inabidi tufanye juu chini kuitoa hiyo mimba. Doesn't feel like being a father. Then he told me that maybe we can terminate the pregnancy. Kiukweli liniogopesha sana. Na baada ya kusema hivyo mimi nikaenda kwa mama yangu kuongea naye juu ya swala la ujauzito huo. Na wakati huo mama yangu hakujua chochote kuhusu Andrea ambaye ndo huyo baba mtoto wangu. Mume wangu alikuwa akiitwa Andrea kama nilivyosema. I will not terminate any pregnancy because it's risky. Sasa mama yangu aliniambia kwamba nisije nikajaribu hata siku moja kutoa mimba yoyote kwa sababu ni hatari sana. Akasema kwamba atachukua majukumu yote juu ya hiyo mimba na hata mtoto atakapozaliwa. Na akaniambia naweza kurudi nyumbani kama mambo yangu yatakuwa hayajakaa vizuri. Nilipoona kwamba Andrea ameshaondoka kwenda nchi nyingine, yani huko Hispania, nililazimika kurudi nyumbani kwetu. Yani nilichukua kila kitu changu na kurudi nyumbani. Mama yangu alipoona nimefika nyumbani, akanieleza kwamba alikuwa ameshaniandalia sehemu ya kupumzikia kwa sababu nyumbani kulikuwa na watu wengi sana na hakuweza kuwafukuza eti tu kwa sababu mimi nimerudi. Unajua mtoto mdogo anapokuwa na watu wengi nyumbani inakuwa ni changamoto. Sasa mama alijenga apartment kwa ajili ya kukaa mimi na mtoto wangu. Having a lot of people in the house where there's a small baby, it is difficult. Now she built Niliweza kujifungua mwezi wa 4 mwaka 2024.
Baada ya mtoto wangu kuzaliwa, niliendelea kukaa kwenye hiyo apartment pamoja na mtoto wangu bila wasiwasi wote. Baada ya miezi mitatu, Andrea alinipigia simu akaniambia kwamba anakuja kumwangalia mtoto. Kiukweli mtoto alikuwa akifanana naye sana. Alikuwa ni fotokopi yake total yani. Basi akaniambia anakuja kumwangalia mtoto na kutusalimia na sisi. Kwa kuwa mwanzo hakuwepo, hivyo katika cheti cha mtoto cha kuzaliwa, sehemu ya baba alikuwa ameweka alama ya XX. Sasa yeye alilazimika kuja kurekebisha kila kitu kwa sababu aliona kwamba mtoto huyo amefanana naye sana. It was his photocopy. Now he told me he's coming to check the baby and everything. Because at first he was not there. So in the birth certificate it was kept XX. Now he had to come and fix everything since the baby is resembling him. So he came and he fixed everything. Akaja na kurekebisha kila kitu. Wakati huo alipokuja, tulikuwa tukikaa nyumbani kwetu, mimi na yeye. Mimi nilimkaribisha kwa moyo mmoja. Tukaendelea kuishi pale siku zote, nikidhani kwamba atakaa wiki 2-3 hivi kisha na kuondoka. Lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, yeye alikuwa akiendelea kuishi hapo hapo. Na sikuweza kumwambia kwamba eti aende zake kwa sababu yeye ni baba mtoto wangu. Na kiukweli moyo wangu haukutamani hata mara moja kumfukuza eti nimwambie aondoke. Hivyo alibaki hapo nyumbani kwa miezi 6. He stayed for 6 months. Sasa uliwaza nini baada ya yeye kukuambia kwamba anataka muondoke mkaishi wote Russia kwa sababu mtoto anahitaji wazazi wote wawili? Kabla hatujaenda, niliona mimi kuna umuhimu wa kufanyika jambo hilo. Sikujali ni wapi. Nilichokuwa naangalia mimi ni kuishi na mwanangu pamoja na baba yake. Kabla hatujaenda Russia, uzito wangu ulikuwa unashuka sana. Hivyo nikachagua kwenda kufanya vipimo vyote hospitalini. Baada ya kufanya vipimo wakagundua kwamba nilikuwa na TB, yani kifua kikuu. Tena baada ya kugundua kwamba nina kifua kikuu, mwanaume huyo yani baba wa mtoto wangu alianza kuonyesha shauku isiyo ya kawaida. Yani akawa tofauti na alivyokuwa mwanzoni kabisa. Ghafla akaanza kuwa kama mtu mwema sana kwangu, kwa sababu alikuwa akinipikia chakula, kuniandalia chakula mezani na hata kunikumbatia mara kwa mara. Na alikuwa akifanya hivyo akidhani kuwa nitamchukulia yeye ni mtu mzuri sana kwangu. Kisha akanieleza kwamba kwa kuwa Urusi inatoa matibabu bure na mazuri na pia baadhi ya dawa ambazo zipo Afrika zinatokea Urusi, inabidi niende nikapatiwe matibabu huko Urusi na kutumia dawa ambazo ni bora zaidi kuliko kukaa hapa Kenya. Sikuwa na sababu ya kupinga, mimi nikakubali. Basi tukapanga vitu vyetu kisha tukasafiri mpaka Urusi. So I had no problem. I said okay, then we packed our stuff, then we went. Meanwhile, he knew that I was... Hata hivyo, yeye alikuwa anajua fika kwamba nilikuwa mgonjwa sana, lakini alilazimisha sana niondoke kwa kisingizio cha mimi kwenda kutibiwa. Mimi sikuwa na chaguo lolote kwa sababu tayari alikuwa ameshanilipia tiketi. Mama yangu alikuwa akiniambia, "Hapana, usiende." Lakini mimi nikasema, "Mama, nimeshatoa ahadi kwake kwamba tutaondoka pamoja. Na hata hivyo yeye tayari ameshanilipia tiketi. Kwa nini nisiende sasa mama?" Then my mom said, "Okay, it's okay. You just go. But every day make sure you call me." Mama yangu akasema sawa, hamna shida, nenda tu, lakini kila siku hakikisha unanipigia simu. Tulipofika Urusi, nilikuwa nikimpigia mama yangu mara kwa mara. Mwezi wa kwanza ulikuwa ni mzuri sana kwetu, yani tuliishi vizuri sana. Alikuwa akituchukua kwenda kuenjoy sehemu mbalimbali, kwenda kuchezea snow, yani mabarafu. Yani alikuwa akitutoa out mara kwa mara. In short, kipindi hiko cha mwanzoni kilikuwa kizuri sana kwetu. Everything was okay, and since that day, like it was 9th April, 9th May, 9th April. Nakumbuka siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 aliniambia kwamba anaenda kwa wazazi wake, na akasema kwamba nisiongozane naye kwa sababu nina ugonjwa wa TB, so inabidi nikae nyumbani tu. I'm with him because I have tuberculosis. Sikuwa na jinsi, nikalazimika kubaki nyumbani na yeye akaamua kwenda. Tena aliondoka na mtoto kwenda kumuonyesha mama yake namna alivyo. Nakumbuka siku hiyo alirudi saa 2 usiku.
Yaani nashindwa hata kuelewa. Maana aliporudi tu akawa amebadilika hatari. Yaani hata sio yeye niliyokuwa nimemzoea. Yaani sijajua aliongea nini na wazazi wake. He had changed completely. I didn't know him anymore. Alikuwa amebadilika kabisa na kuwa mtu mwenye hasira kupita kiasi. Alikuwa akipiga kelele kila wakati kwa kufoka. Yaani kila wakati alikuwa ni mtu wa kufoka tu. Yaani kama vile si nilikuwa nikimjua. Alibadilika sana. He had changed completely. Now, because my mom told me where you're going, you will be alone, and sasa kutokana na kwamba mama yangu alishawahi kuniambia kwamba sehemu unayoenda hautakuwa na mwenyeji yoyote, yaani ndugu au rafiki wa karibu kutokea Kenya, wala mtu yoyote atakayeweza kunisaidia zaidi ya mume wangu. Ni lazima niwe mvumilivu na niwe mnyenyekevu kadri niwezavyo. Na mimi niliishi hivyo hivyo kama alivyoniagiza mama. Lakini mwanaume huyo alianza kunitesa sana. Alininyanyasa kimwili, kiakili na hata kihisia pia. But I used to keep quiet. Lakini mimi niliendelea kukaa kimya tu. Nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa nikihofia kama endapo ningekuwa na react vibaya kwake kutokana na vile alivyokuwa akinifanyia, basi angenifukuza kwenye nyumba yake na nisingekuwa na pakwenda. So nilichagua kuishi kwa amani siku zote, haijalishi amenifanya kitu gani. Lakini yeye aliendelea kunifanyia unyama siku zote. Alikuwa akinipiga vibaya mno, huku akinifokea bila hata sababu yoyote. Kiukweli nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni siku ya kutisha sana. Baada ya hapo nikaenda zangu kulala. Yaani sikuweza hata kula chakula cha mchana, ingawa niliandaa chakula cha mchana kwa ajili yake. Nilipoamka nilijikuta nimelala katika chumba tofauti. Kisha nilipoamka nikakuta yeye bado alikuwa akipiga kelele zisizo za kawaida. Nakumbuka siku hiyo alikuwa na likizo. Alikuja akaniuliza, "Mbona naongea na wewe alafu umekaa kimya tu, haunijibu chochote?" Nikamwambia mimi sina tatizo lolote na yeye na ndio maana si react vibaya na siwezi kugombana na yeye. Lakini hakunisikiliza. Why am I talking to you and you're not replying back? Why? Then I told him that I'm not quarreling with him. Yaani aliamua kunivuta mpaka nje kwa nguvu na kuniambia lazima niondoke na niende mbali na nyumbani kwake. Yaani alikuwa akifanya hayo bila hata mimi kujua sababu yoyote. Mimi nilishangaa sana. Nikamuuliza nitaenda wapi sasa? Au nimefanya nini hasa? Wakati huo alipokuwa akinifokea huku akinipiga, kuna mwanamke mmoja hivi mzee alikuja. Kwa sababu kwenye hako kamtaa watu wengi walikuwa wameenda makazini. Kwa hiyo siku hiyo hakukuwa na watu zaidi ya huyo bibi. Kila mtu alikuwa kwenye kazi zake. Basi huyo bibi akaongea na mume wangu kwa sauti ya upole sana. Na ghafla mume wangu aliondoka kwa sababu mama huyo nahisi kuna kitu alimwambia. Mimi sijui alimwambia nini maana lugha yao sikuwa nikiielewa vizuri. Huyo bibi akaingia zake ndani. Na mimi nikamfuata mume wangu kwa sababu sikuwa na mahali pa kwenda na yeye ndo alikuwa mtu pekee niliyekuwa na ukaribu naye. Niliingia ndani huku nikiwa natokwa machozi, nikamwambia kwamba nataka kurudi nyumbani maana sikuwa na mtu yoyote niliyekuwa ninamjua zaidi yake yeye. So nikamwambia nahitaji kurudi Kenya mume wangu. And I was frustrated that time. I told him that I want to go home while I was crying. Basi baada ya kusikia hivyo, akaniambia kwamba anatoka na mtoto kwenda kumtembeza tembeza. Na akaniambia, ukimaliza kulia utaniambia. Kiukweli siku hiyo nililia sana. You cry, then when you finish you tell me. I cried, I went in the room, I cried. Then yaani siku hiyo nilikuwa nikiona kama nipo ndotoni vile. Maumivu niliyokuwa nikiyapata siku hiyo yalikuwa makali sana moyoni mwangu. Lakini nikaamua kujipa moyo na baada muda nikaacha kulia. Lakini baada ya yeye kuondoka na mtoto siku hiyo, sikuweza kumuona tena na mtoto. Nililazimika kumpigia simu akaniambia kwamba watarudi. Na kutokana na mimi niliamua kurudi tena pale nyumbani. Na baada ya yeye kuniambia hivyo kwamba atarudi, mimi niliamua kupika kwa ajili yao, lakini hawakuonekana siku iliyofuata. Asubuhi nikampigia simu akapokea. Nikamuuliza mnaendeleaje? Na yeye alichonijibu ni kwamba atarudi mapema. I waited again. Nilimsubiri tena. Nilisubiri lakini hakutokea. Kisha ulipofika muda wa saa 3, alirudi na mtu mwingine.
Nilikuwa chooni nikiosha nywele zangu. Alipogonga mlango, nikaenda kuchungulia kuona ni nani aliyegonga. Kisha akaniambia ni yeye na aliniambia kwamba amekuja na wakili. Sasa mimi nikajiuliza wakili wa nini? Then he told me it is him and he has come with the lawyer. Lakini wakili huyo alinipa baadhi ya karatasi niziangalie. Sikujua kama alikuwa ni wakili kweli au la, kwa sababu sikuwahi kukutana na wakili kabla. Never met with the lawyer before. Lakini mimi nahisi kama alikuwa ni wakili kweli kutokana na alivyoniambia. Aliponipa tu karatasi hizo na kuzipitia, kwa wakati huo nikaona wazi kabisa kwamba nimeshampoteza mtoto wangu hivi hivi nikiwa najiona. Nililia na kuumia sana. Yaani nililia mpaka nikaamsha homa. Wakati huo alikuwa akipanga vitu vyake, huku wakili na yeye alikuwa busy akichukua maelezo, huku akipiga picha za eneo hilo. He told me that he was packing his stuff and the lawyer was busy in taking notes, like taking pictures of that place. Then he told me not to steal anything. Akaniambia nisije kuchukua kitu chochote kile kutoka hapo nyumbani, wala nisije nikavunja chochote. Wao wataondoka na watakaporudi, nyumba yake inapaswa iwe vile vile kama walivyoiacha. Kiukweli nililia kupita kiasi. Nikakaa chini na kuwaza mambo mengi sana. Na kila ninapokumbuka maneno hayo, bado ninahisi maumivu moyoni mwangu. I remember I was crying. Nakumbuka nilikuwa nikilia sana. Yaani nashindwa hata kuelezea. Lakini hakuniangalia hata kidogo. Hakuniuliza kama ninahitaji msaada wowote au la. He never even asked me if I needed help or anything. Na muda wote huo alikuwa hayaoni hata machozi yangu. Yeye alikuwa busy tu akipanga nguo zake kwa ajili ya kuondoka. Hakuwahi kuwa na huruma kwangu hata chembe. Hebu fikiria, upo chini ya watu, alafu mtu wako wa karibu anakufanyia vyote hivyo. Kiukweli binafsi nilichanganyikiwa. Nakumbuka nilimpigia magoti nikamwambia, nitafanya chochote utakachoniambia, wewe niambie tu. Tafadhali naomba usiniruhusu nipoteze mtoto wangu hivi hivi. Nitafanya chochote utakachosema, naomba uniambie. Wewe niambie tu. Nikamwambia naomba usinifanyie hivyo. Kiukweli nilimsisitiza sana, lakini mwanaume huyo hakuwa na huruma yoyote kwangu. Just lose my baby just like that. I told him I'm sorry. I'm going to do everything that you ask. Then the man did not had anything. Then he told me, if you have 10 million for lawyers. Kisha akanieleza, kama una milioni 10 kwa ajili ya mawakili, unaweza kwenda kotini. Kisha utajua namna ya kudili na hao mawakili 10. Na kutokana na kwamba sikuwa nazo hizo milioni 10, akaniambia kwamba ananipa siku 3 tu niwe nimeshatoa vitu vyangu kwake na kuondoka Urusi kurudi nchini kwangu Kenya. When he told me like that, I was... Maneno yake hayo yalinikatisha tamaa kabisa. Nilihisi hofu kubwa sana moyoni mwangu kwa sababu niliona wazi kwamba sitaweza tena kukutana na mwanangu. Pili, hakuna mtu yeyote ambaye nilikuwa nikimfahamu Urusi. So nikitoka pale nitakuwa naenda wapi? Na wala sikuwa na pesa. Sikutaka kuamini kama kweli mtu niliyempenda na aliyekuwa akitaka kutoa mimba hiyo ndo amenipokonya mtoto wangu kwa ujanja tu, na hiyo yote ni kwa sababu alifanikiwa kunivuta kijanja katika nchi yake. Kwenye jambo hilo nikawa mimi dhidi ya dunia tu. Yaani nikawa sina mtu wa kunipa msaada kabisa. Nikafikiria sana. Nikasema kwamba lazima nifanye jambo. Kwa sababu sina kitu chochote wala pesa. Na pia sina mtu wa kumtegemea. Nikapeleka malalamiko yangu kwa yule bibi ambaye alitoka nje wakati mume wangu alipokuwa akinipiga ile siku. Basi huyo bibi aliweza kunipa pesa ya Uber ya kuniwezesha kufika ubalozini. She booked for me a taxi I go to Russia embassy, Kenya embassy in Russia. Then I said it's okay. Then I went to Kenya. I told them my problems. They had my problems. Baada ya kufika hapo ubalozini, nikawaelezea matatizo yangu yote. Kiukweli waliweza kusikiliza shida yangu. Wakajaribu kumpigia simu mume wangu na walimuita ubalozini, lakini kulikuwa na ugumu wa kumvuta hapo ubalozini. Walimpigia sana, ikapita Jumatatu, Jumanne, Jumatano,
Alhamisi, yani mpaka Ijumaa, lakini hakuweza kufika hapo ubalozini. Na wakati walipompigia simu walimwambia aje na mtoto, ili mimi kama mama nione kama mtoto yuko sawa au la. Lakini alisema hatokuja na wala tusijaribu kumuita ubalozini. Aliweza kushare location ili tuweze kumfuata alipo. Na pia tulianza kumpigia simu akawa hapokei, mara sometimes hapatikani. So kutokana na kwamba kukawa na ugumu wa mawasiliano, swala la kwenda likashindikana. Kiukweli nilikaa pale ubalozini na walinichukua na kunihifadhi kwa siku 3. No, I stayed there. They hosted me there 3 days. They hosted me 3 days. Then after there, on Friday we went to the police station. Baada ya hapo, Ijumaa tulikwenda kwenye kituo cha polisi, maana walitaka kuchukua taarifa zangu. Nikasema sawa. Nikaandika maelezo yangu, nikamaliza. Ikawa bado yeye tu kutoa maelezo yake. Na ndiye aliyekuwa akisubiriwa, lakini hakuweza kutoa maelezo yoyote yale. Alipigiwa simu sana, hakupokea. Mwisho wa siku akapiga yeye mwenyewe. Akawaambia polisi kwamba nina TB. I had tuberculosis. Then na eti na mpango kusambaza ugonjwa huu kwa watu makusudi. Hapo ndipo polisi walipoimaliza kesi yangu. Karatasi zilichapishwa zikisema kwamba mimi ni mgonjwa, niwekwe mbali na watu maana nimeshakuwa tishio katika jamii. Na pia eti mimi ni mkorofi kupita kiasi. Na mbaya zaidi aliongea mambo mengi sana ambayo hayakuwa na ukweli wowote. Na swala la yeye kusema kwamba mimi nilikuwa ni mkorofi kupita maelezo haikuwa kweli. Sasa yote haya yalikuwa ni uongo tu, alikuwa akiwaambia polisi. Lakini nikakumbuka nilipotoka nyumbani na naona nilivyohusiwa na mama yangu kuwa inabidi niishi na watu kwa amani. Na nakumbuka nilisema sawa, nitavumilia tu. But I told myself it will be okay. Ulifanyaje mpaka ukarudi Kenya? Maana hakukuwa na mtu yoyote Urusi aliyekuwa anakujua, na hata mume wako pia hakutaka kukusapoti kwa lolote. So tuambie mambo yalikuwaje kwa wakati huo? When we went to police station, he said already that I had tuberculosis. Tulipofika kituo cha polisi, yule mwanaume alikuwa tayari ameshatangaza kwamba nina TB, na ndio maana walifunga hata faili langu ambalo nilikuwa nimeandika taarifa zangu. Nilikuwa nimekwenda pale kwa ajili ya kuandika taarifa yangu, lakini huwezi amini, hata hiyo taarifa sikuweza kuikamilisha. So baada ya pale ofisini kuambiwa kwamba nina TB, kesi yangu akaitia kapuni. Nililazimika kutafuta njia yoyote itakayoniwezesha kurudi nyumbani Kenya. Basi nilipotoka polisi, nikaenda moja kwa moja mpaka ubalozini, lakini kumbe polisi walikuwa tayari wameshapiga simu ubalozini na kuambia kwamba kwa nini mnamhifadhi mtu ambaye ana TB? Kwa nini mnakaa naye sana kana kwamba ni mzima wa afya? Unajua pale Urusi kama ukiwa na TB basi ni lazima utaishi maisha magumu sana. Basi wale watu wa pale ofisini ghafla wakaanza kupiga dawa, yani walianza kuspray. Walispray sehemu mbalimbali za ofisi na pia kwenye zile apartment Also they had to spray everywhere. I was even there when they started spraying. When they started spraying, I was there. Yani kiufupi walipiga dawa kila sehemu. Nilikuwa pale nikishuhudia walipokuwa wakipiga hiyo dawa. Kisha wakasema leo ndio mwanzo na mwisho kufika hapo ubalozini, na kuishi Urusi ni sahau. Ni lazima nirudi nyumbani kabla hawajanifungulia kesi kubwa zaidi. Kiukweli mimi nikabaki na shangaa. Nikasema mbona kama haya ni mambo ya kuigiza? Sikufungashwa kama kiroba, bali nilirudi Kenya kama wasafiri wengine tu wa kawaida. Na kwa sababu nilikuwa na TB, sikuweza kuruhusiwa kuja Kenya nikiwa na mtoto wangu. Lakini pia kwenye kile kituo cha polisi walinipelekesha sana na adhabu ndogo ndogo. Na wakati mimi ndo nilipeleka mashtaka, na nilikuwa nikidhani kwamba watanipa nafasi ya kusafiri na mtoto wangu, lakini hawakunipa nafasi yoyote. Kisha walisema kwamba nimpigie simu aliyekuwa mume wangu, yani baba mtoto wangu, kumuuliza kama atanipa tiketi ya kurudi Kenya au la. Lakini yeye mume wangu aliweza kukubali. Kutokana na kwamba sikuwa na pesa hata ya kuweza kunifikisha uwanja wa ndege, yeye aliweza kubeba jukumu juu ya mimi kusafiri na kurudi Kenya. Alinipeleka uwanja wa ndege to the airport and took some pictures.
then told me to send him the pictures. Na alikuwa akinipiga baadhi ya picha na kuniambia kwamba nimtumie picha hizo, na mimi nikafanya hivyo kama alivyosema. Kiukweli siku niliyopanda ndege na kurudi Kenya ilikuwa ni kipindi cha maumivu makali sana ambayo nimewahi kupitia kwenye maisha yangu. Nilivunjika moyo kupita kiasi. Yaani nilikuwa nikilia tu huku nikipambana na maradhi, nikipambana na msongo wa mawazo, mara kukataliwa, na wakati huo nikiwa mpweke. Illness, battling with stress, battling with rejection, isolation at the same time. So I had a lot of things in my head. Kichwa changu kilikuwa kimejaa mawazo kupita kiasi. Yaani kuna muda nashindwa hata kuelezea namna ilivyokuwa. Nililia kutoka Urusi mpaka nilipofika nyumbani Kenya. Mume wako alikupeleka Urusi kwa ajili ya matibabu, si ndio? Je, kuna matibabu yoyote uliyowahi kupokea baada ya kufika Urusi? He told me that Russia's... Aliniambia Urusi na matibabu bora zaidi. Alikuwa akisifia sana mara kwa mara. Mara Urusi kuna hiki, mara kuna kile. Lakini tulipofika Urusi, hakuendelea kuniambia yale maneno yake tena. Hatujawahi kwenda hospitali hata mara moja. Yeye alikuwa busy tu kwa kazi zake na kupambania nyaraka za Maya. Lakini mimi nilikuwa nikisubiri tu hiyo neema iweze kunishukia. Mbaya zaidi sikuweza kupatiwa matibabu yoyote. Nilikuwa ni mtu wa kukaa nyumbani tu. Je, umewahi kujaribu kuwasiliana na ubalozi wa Urusi au ubalozi mwingine wowote kwa ajili ya kumrudisha mtoto wako, au kuzungumza tu na mamlaka yoyote kuhusu jambo hili? No door that I've gone. Hakuna mlango ambao sijawahi kwenda. Nimepita kwenye kila mlango wa sekta husika. Nimejaribu kwenda kwenye ofisi mbalimbali ambazo zingeweza kunisaidia, lakini hakuna anayenisikiliza hata mmoja. Na hata hiyo kesho tu nina safari ya kwenda huko balozini. Na hii itakuwa ni mara ya 4 kwenda, maana tayari nilikuwa nimeshaenda mara 3. Nimeenda Wizara ya Mambo ya Kigeni mara 3. FIDA nimewaandikia barua pepe mara nyingi sana, lakini hawajawahi kunijibu. FIDA I'm just written for them emails, they are not replying. Hivyo huko FIDA nimepanga kwenda Jumatatu nikakutane nao ana kwa ana. Yes. Kama endapo aliyekuwa mume wako anatazama video hii, ungependa kumwambia nini hasa? If my ex-husband... Kama aliyekuwa mume wangu anatazama video hii, ningependa kumwambia kwamba yeye ndiye mtu pekee anayeweza kumaliza swala hili. Nataka arudishe mtoto wangu na tukae chini tuzungumze kwa uwazi kabisa. Unajua, kama nisingeenda na mtoto wangu Urusi, basi asingekuwa na nguvu ya kuweza kumchukua. Kwa namna alivyomchukua mtoto, sio sawa kabisa. Maana aliamka asubuhi tu na mapema, akamchukua mtoto na kuondoka naye. Kiukweli sikuwa nimepanga jambo hili, lakini yeye alikuwa amepanga kila kitu. He just woke up early, like he just woke up and took the baby. I had not planned for this, but he had planned everything. Hivyo kile ninachotaka kumwambia ni kwamba afanye juu chini, tukae tuzungumze na tuweke tofauti zetu pembeni, na tufanye hivyo kwa sababu tu ya mtoto wetu Maya. Ujumbe wangu kwa Maya ni kwamba sitokuja kumkatia tamaa juu ya kukutana naye. Naweza kupoteza vitu vingi, lakini sitapoteza taswira ya mwanangu hata iweje. Sitowahi kukata tamaa juu yako mwanangu. Yes, and I will never give up on you. Je, una ujumbe kwa serikali ya Kenya? To the government of Kenya, I'm pleading with you to help me get my custody. Kwa serikali ya Kenya, naomba sana mnisaidie kuweza kumpata mtoto wangu, au atumie njia yoyote kuweza kumrudisha mtoto Maya nyumbani. Of course najua ni vigumu, lakini kikubwa ni imani. Mwanamke huyu ameshapitia changamoto nyingi sana, kuanzia kupoteza mtoto wake hadi kukaribiana na maradhi ambayo ni hatari sana. Mpaka leo bado ameshikilia tumaini lake la kwamba atakuja kuonana na binti yake. Mimi kama mtangazaji nimeshafanya sehemu yangu kwa kushiriki hadithi yake kwako. Sasa ni zamu yako kumsaidia juu ya swala lake. Utamsaidia kwa kushare video yake sehemu mbalimbali ili iwafikie watu sahihi, yani wale wanaoweza kumrudishia binti yake. Mpenzi mtazamaji, usisahau kutokea komenti yako juu ya kisa hiki.
Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata video zetu pale tu tunapozipakia. Asante.